nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wageni wetu waheshimiwa sana, nawapenda, nawajali na nawafurahia. Tutaongea baadaye. Jamani, ndugu zangu wa Tanzania, Wanatuge, saizi tuna salamu inasema kazi na utu, tusonge mbele. Na hii inatufaa kwa sisi watumishi wa serikali. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupatia afya njema hadi kuweza kufikia siku ya leo. Haikuwa rahisi, hakika ni mkono wa Bwana. Ni mkono wa Bwana. Mlinituma kwa miaka 5 na sasa naenda kuhitimisha tarehe 27 mwezi wa 6 2025. Na washukuru viongozi wote wa vyama vya wafanyakazi kwa kuniamini na kunidhibitisha kugombea ubunge wa viti maalum wa wafanyakazi mwaka 2020. Kipekee ni washukuru wanawake wa UWT mkoa wa Dar es Salaam. Hawa ndo waliwasaidia kunipigia kura zikiwa ni za awamu ya kwanza, lakini UWT Baraza Taifa wakanidhibitisha kwa kura za mara ya pili ili niwe mbunge wenu. Lakini Chama cha Mapinduzi kikatupa hiyo nafasi, wakanikubalia kunipeleka tume niape kuwa mtumishi wenu ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Washukuru sana. Lakini yote haya yanafanyika chini ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tutambue sisi kupata hizi nafasi mbili ni Chama cha Mapinduzi tu kimetuthamini wafanyakazi wa Tanzania. Hakuna chama kingine. Watapiga kelele, watasema kwamba tunataka kutumia vyama vya wafanyakazi kama forum ya siasa, lakini waongo. Kama Chama cha Mapinduzi kilitoa nafasi mbili, kama nao wangetoa nafasi mbili, si tuko wabunge 4 mle? Si ndio solidarity, tungeshirikiana? Lakini unayetafuta naye kuni ndio unaenda kuota naye moto. Hawa Chama cha Mapinduzi ndio walituthamini sisi. Na washukuru sana, na washukuru. Na mimi tu niwaambie Chama cha Mapinduzi hapa niposimama mbele ya wafanyakazi nyie, kwamba nitaendelea kukitumikia, kukipigania na kukisemea mahali popote. Na mahali ninapoenda kukisemea ni leo mbele yenu nyie wafanyakazi wa serikali. Na hapa sio kwamba tunafanya siasa, bali tunakumbushana. Lakini kwa upekee wa dhati kabisa na unyenyekevu, namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mama mwenye maono, mwenye mapenzi na malezi kwa wafanyakazi nchini. Ili halina ubishi. Ametulea, ametupenda na ametufanyia mengi ya ajabu. Na yasema haya kwa sababu gani? Moja, kwa kipindi cha miaka 4 amepandisha vyeo vya watumishi 429,458. Haijawahi tokea. Lakini 2, ametoa kibali cha ajira. Watumishi wapya wanaajiriwa. Kwenye kibali cha kuajiri watumishi 149,000 tayari 102,154 wameshaajiriwa, na wengine waliobaki wanaenda kuajiriwa kabla ya mwezi wa 7. Lakini 3, amelipa malimbikizo yetu. Amelipa madeni ya malimbikizo kwa watumishi 102,054 na nyingine zipo. Amelipa malimbikizo ya mishahara ambao ulikuwa ni mwiba mzito kwa watumishi 130,463 kwa thamani ya bilioni 226.5. Hizi sio hela kidogo. Lakini 4, tulikuwa na kitendawili cha kikokotoo. Wote ni mashahidi, wote tulizizima, wote tuliumia. Lakini kwa sababu mama ni mwenye huruma, akasema basi pa kuanzia kibadilike kiwa 40% kwa serikali, 33 kwa taasisi na mashirika umma na watu binafsi, na tunaamini serikali itaendelea kulifanyia kazi. Huyo ndo Dr. Samia Suluhu. Dr. Samia oye!
Dr. Samia oye! Mama wa maono oye! Lakini tano, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameboresha sehemu za kazi ikiwemo kujenga zahanati na vituo vya afya, kukarabati na kujenga hospitali za wilaya na za rufaa na za mkoa pamoja na ununuzi wa vifaa tiba. Hii imeboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa afya na kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi na usalama zaidi. Serikali imeongeza idadi ya vitanda vya hospitali kwa miaka 4 kutoka 86,131 mwaka 2021 hadi vitanda 145,374 mwaka 2025. Na vitanda vya ICU kutoka 258 hadi 1,362 katika kipindi hicho. Upatikanaji wa dawa na bidhaa za afya vituo vya umma umeongezeka kutoka 58% hadi 79% kufikia Machi 2025. Idadi ya hospitali zinazotoa huduma za dharura imeongezeka kutoka 7 wakati anaingia madarakani mwaka 2021 hadi 116 mwaka 2025. Katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali imefanikiwa kujenga hospitali 129 katika kila halmashauri ya wilaya nchini pamoja na vituo vya afya na zahanati. Vituo vya afya 677, vituo vya afya 421 na hospitali 100 zimepewa vifaa vya matibabu ikiwa ni pamoja na mitungi ya gesi ya oxygen na magari ya wagonjwa. Huyo ndo Dr. Samia jamani. Huduma za dharura zimeimarishwa kwa kujenga vituo 86 vya huduma za dharura na vitengo 30 vya magonjwa ya mahututi ICU pamoja na kuweka mitambo 21 ya kuzalisha gesi ya oksijeni katika hospitali mbalimbali. Hata hospitali za rufaa zimekuwa safi sana. Ushahidi, zamani ukienda hospitali ya rufaa wanaogopa hata usiende wodini. Lakini mwaka juzi niliwavamia Amana nikienda kupeleka salamu za Dr. Samia kwenye nishati safi, maana yeye ndo kinara wa nishati safi. Lakini nilipofika nikamchenjia Dr. Madete na katibu wa hospitali, nikamwambia nataka kuingia wodini kwa wakina mama waliojifungua kwenye mkesha wa Idi. Nataka niwapelekee salamu za Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu saa hizi wodi ni safi, vitanda vipo, hawakusita walinipeleka. Lakini nahisi ingekuwa zamani mngegoma. Walinipeleka, niliona maajabu. Kila mzazi amelala kwenye kitanda cha peke yake. Na siku hiyo walikuwa wamejifungua kina mama 100, lakini kila mama yuko kwenye kitanda chake. Na wote walikuwa nakuambia sisi kwa Dr. Samia hatujawahi kuona. Kwa hiyo tusisubiri mtu ameondoka ndo tunamsifia. Ni lazima tumshukuru Dr. Samia. Na wametufundisha Kiswahili siku hizi. Mtu ambaye hujamtuma kazi humpongezi, unamshukuru. Sisi Mama Samia hatujamwajiri kazi. Kwa hiyo kazi yetu ni kumshukuru, sio kumpongeza. Ila mkitaka kumpongeza Maru mko sawa kwa sababu nyie mmemtuma kazi. Nitaka kusema sisi moyo mnisamee. Solidarity. Tanivumilia, simeruhusu mwanasiasa. 6 ni mji wa kiserikali. Sasa hapa tunaingia serikali kuu. Kuna mji wa kiserikali unaitwa Magufuli City. Na nikuombe mwenyekiti, hao wote wanalipwa mshahara, si ndio jamani? Fanyeni tour. Mwende, unajua mnaweza mkaenda na treni ya asubuhi, mkarudi na treni ya jioni. Lakini mfike mji wa Magufuli wa kiserikali mkajionee. Hakuna mazingira yaliyowekwa sawa sawa kama mahali pale. Wizara zote zinafanana mjengo mmoja.
lami zilizopigwa mle na mitaa iliyowekwa, unaweza kufikiria ni kakisiwa fulani. Na juzi nilikuwa utumishi pale, naongea na watumishi, walisema saa hizi mheshimiwa mbunge, hata ukihamishiwa wizara nyingine huna simanzi, kwa sababu uko kwenye mazingira yale yale, watumishi wanafahamiana, ni mle mle. Ukitoka wizara hii unaingia hiyo, ukitoka ile unaingia ile, umo. Unaweza ukaenda kwa shida yako ya wizara 4 na ukamaliza bila kutumia nauli uliyokutoa mjini kukupeleka pale, umemaliza unatumia. Niombe, narudia, nendeni mkafanye tour ile kwa chama cha wafanyakazi, itakuwa ni tour nzuri na mtakuwa na la kusema. Niwaombe tu hilo tukalifanya. Lakini Mheshimiwa Dr. Samia anapokuwa anatengeneza maboresho ya sheria ya watoto njiti, nakumbuka TUGHE mlianzisha, ilikuwa ni mwiba, tukakaa tukaijadili, tukaichangia na wabunge wakanisaidia, hasa wakina mama. Wakati waziri wa utumishi anakuja kumalizia, aliruhusu mtumishi anayejifungua mtoto njiti, basi likizo yake itahesabika yule mtoto anapofikisha umri wa kuzaliwa. Kama umemzaa na miezi 7, ni mpaka ifike miezi 9 ndio utahesabiwa likizo ya uzazi. Huku kwingine kote utakuwa kwenye kupumzika kwa ugonjwa. Lakini walivyokuja nayo juzi hapa wakaisema, nakumbuka niliomba nikasema basi hata wakina baba, kwa sababu naye atakuwa anamhudumia mtoto njiti, naye mfikirie kumuongezea. Na wakina baba mmeongezewa, zimekuwa siku 7 kama mkeo akijifungua mtoto njiti, ili ukae umhudumie. Hayo ndo mambo ya Dr. Samia. Lakini sasa funga kazi aliyokuja nayo Mei Mosi Singida, mliokuwa Singida, tulirudi na vicheko, tulirudi na furaha. Tangu tupate uhuru, mshahara hujawahi kuongezwa kwa 35 na point. Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya na tumeona. Na sisi tunachoendelea saa hizi kama wabunge wenu, wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lote kupaza sauti, mfumuko wa bei, yani wa ukontrol, usije sasa ukaanza kwenda kumaliza kilichoongezwa kwa nani? Kwa mtumishi. Na mama alivyo msikivu, na mama alivyo na mahaba na watumishi, tunajua hicho kitafanyika. Hayo ndo mambo ya Mama Samia. Sasa baada ya kuambia hayo, naomba mniazime masikio yenu. Solidarity! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania! Kwa hili nikiwauliza swali, Dr. Samia Suluhu Hassan anatudai, tunamdai? Sasa kama anatudai, naomba nitumie forum hii kuambia hivi, tena niitumie kwa watumishi wote wa Tanzania, kwamba ni hivi: Mtanzania yoyote mwenye miaka 18 na kuendelea na akili timamu, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuruhusu kupigiwa kura na kupiga. Imekuruhusu kugombea, lakini na kumnadi mgombea kama hujagombea. Lakini watumishi tusijidanganye. Mimi niliwaambia wakati tunaenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, tunaporudi mitaani sisi ni raia. Na ile tafsiri ya kutofanya siasa wanaitumia vibaya. Tunachoambiwa ndani ya eneo la kazi, tusionyeshe ushabiki wa siasa. Sio, mnanielewa vizuri? Lakini tunavyorudi mitaani sisi ni raia. Ni lazima tumsemee Dr. Samia. Ni lazima tumuombee kura kuanzia ndani ya nyumba zetu. Zimu ilikujualo, alikuli likakwisha. Kama Dr. Samia Suluhu Hassan
Ametufanyia haya akiwa ameingia bila kuwa amepanga kwamba anaenda kuwa rais. Amejipanga kwamba ni makamu. Lakini Mungu akaleta kudura zake akawa rais. Atatufanyia mangapi tukimuingiza kwa kupiga kura? Na leo idadi inayoiona hapa kubwa ni ya wakina mama. Na mkubali msikubali, wakina mama tumeanza kuingia hata kwenye uongozi hata huu wa vyama ni baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais. Tukaona vitu vinawezekana. Kwa hiyo yeye amekuwa ufunguo wa wanawake wa Tanzania. Na ninawaambia kivumbi kijacho cha 2025 wabunge wa majimbo itabidi wajipange sana. Kwa sababu kila mwanamama anaona anaweza, kwa sababu yupo nyota aliyeweza mbele yake. Mimi ni waase tu, Dar es Salaam bado tuko kwenye kuboresha daftari. Kama una watoto wako waliomaliza shule wenye umri wa miaka 18, washawishi wakajiandikishe. Kwa sababu mkate wanaopata mezani umetoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Twende tuinuke wakina mama tukapige kura. Bila woga, bila nini, katiba inaturuhusu. Na wakituuliza kwa nini Samia, tuna haya ya kuambia. Hatujaona chama kingine kilichotufanyia. Hatujaona mtu mwingine aliyetufanyia, ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ninawaomba kabisa kwa unyenyekevu na muombea kura. Na muombea kura Dr. Samia Suluhu Hassan. Narudia, na muombea kura. Tujue kura zinazotoka kwa wafanyakazi. Unajua si wafanyakazi tukiamua kumpigia sisi wote, hata wengine wakilala anakuwa rais. Ana jeshi kubwa la wafanyakazi. Tuko wengi. Sasa kwa sababu na yeye ametufanyia ya kwetu, na sisi twende tukalipe fadhila. Lakini baada ya kusema hayo, sasa nirudi pongezi kwa TUGHE mkoa wa Dar es Salaam. Ninawapongeza sana. Binafsi kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu nawapongeza kwa utaratibu huu ambao ulianza tukiwa viongozi, lakini hata mlioingia mmeuliza na mkaendelea nao. Lakini utaratibu huu hata taifa upo. Sasa sijui Madete mmeuharibu au unaendelea, wa kwenda kugusa makundi. Lakini tulikuwa tunaenda nje, lakini Dar es Salaam nye mmekuja na mpya. Mnarudi mle kwenu kuangalia ni watu gani muaguse, ni watu gani muaite muwape faraja. Nafarijika leo kuona mmeita kundi hili, lakini huwa nakataa sana kujiita mjane. Ni umeondokewa tu, lakini wewe sio mjane. Simama. Unajua Mungu ana makusudi ya kila kitu anachokuletea. Ana sababu ya kila kitu anachokuletea. Mimi mama yangu mzazi kabla hajaondokewa na baba alikuwa anaenda kanisani Jumapili tu. Lakini baada ya mzee kuondoka akatuacha wadogo, mama alijua kusali asubuhi, hajaenda kazini akajua kusali mchana, akitoka kazini akajua kusali kabla hajalala. Kwa kila kitu kinakuja na sababu. Na mimi wanamwambia mama, kifo cha baba kilikushape kuwa muumini mzuri sana. Kwa sababu alijua amebakiza mume moja tu. Kwa Wakristo tunasema amebakiza Yesu ndo mume wake, ndo imani tumefundishwa. Kwa na nyie mnaye Mungu ambaye ndo mume wenu. Lakini nyie mnachowazidi wengine, mnaye mume mliyebaki naye ni kazi. Kwa hiyo hamwezi kutetereka sana. Hamwezi kuumia sana. Na hapa mmewaita kuwashika mkono, lakini wasiichukulie ni silaha leo ya kukesha mnalia. Ichukulie ni furaha. Ichukulie ni ujasiri. Kwamba sisi ni bora. Sisi ni majasiri. Sisi ni masuperwoman. Msitoke hapa na masononeko. Sitapenda na mkabidhi mtu zawadi anaanza kunipigisha machozi. Napenda nikikupa zawadi useme hata sasa ni Bwana. Bila yeye nisingekuwa hivi. Haya yote ni wewe Bwana ndio umeyafanya. Au vipi? Lakini wapongeze sana, mmegusa kundi muhimu sana. Kundi muhimu sana. Na agusaye mjane ongeza baraka zako.
Amen. Kwa hiyo hiki mlichowagusa, kila mwenye hitaji lake ndani ya moyo analotaka kufanya, awezekana Mungu akafungua. Sasa na mimi niliyeitwa kukabidhi zawadi, Mungu atanipa hitaji la moyo wangu, kwa sababu nimegusa na mimi wajane. Maana hata mimi kubeba kuwapeni nimewagusa, si ndio? Amina. Lakini mimi kama mbunge niliyenituma kwa ajili yenu, nimeshirikiana nanyi kuhakikisha tunapambania maboresho mbalimbali yanayolenga kuboresha maslahi ya wanachama wote wa huduma za afya na serikali kuu, hata wengine wasio na sekta rasmi. Wote tuliwaongelea. Mafanikio haya yanaonyesha dhamira ya serikali ya Tanzania kuboresha huduma za watumishi wa Tanzania. Niwaambie kitu kimoja tu, serikali inawapenda. Kama mnakumbuka, mishahara ililipo wakati hakuna bajeti ile ya malimbikizo. Sikulikuwa bajeti imeshapita, lakini mama akasema fedha zitafutwe, watumishi walipwe. Kwa hiyo sasa tujue serikali inatuamini, lakini mara nyingi mimi wanapenda kusema wajibu na haki vinaendana. Sisi tunatakiwa tutekeleze wajibu wetu, alafu ndo tudai haki yetu. Wale wanaokuja tuwahudumie, maana sisi ni chama cha serikali kuu na afya, si ndio? Mtu amekuja na shida yake ofisini, muhudumie. Mgonjwa amekuja, muhudumie ili utende wajibu wako, basi na serikali itupe haki yetu. Na mimi niwahakikishie tu kama balozi wenu, watumishi mmebadilika sana na hongera sana. Mimi kuna ofisi wanaenda na sipendi kujisema kwamba mimi ni mbunge, lakini unavyoanza kukaribishwa toka mlangoni, unaona kwamba serikali, watumishi tumebadilika. Kumbe nimegundua tukipewa maslahi na haki zetu vizuri, tunafanya kazi vizuri. Niwapongeze kwa hilo. Na ndio maana mnamtia moyo mama, anaendelea kufanya mambo yetu. Lakini kwa dhahiri ni mshukuru Mheshimiwa Dr. Jackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa mabunge ya dunia. Anawapenda sana watumishi. Sana sana sana. Mheshimiwa akiwa kwenye kiti, ukichangia swala la watumishi, lazima na yeye atatoa maelekezo kwa serikali.